anaenda kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi hapa amesema wanawake wote wa bonde la utukufu. Naomba kuna wengi tu wamekaa huko nyuma. Naomba njoo tu na uwe na amani. Sisi kama wanawake ni athari chanya, tunamshukuru Mungu pamoja na mtumishi wake kwa ajili ya mwaka huu wa 2025. Tumekuwa na kongamano letu hapa la siku 3. Kongamano letu la siku 3 ambalo lilianza siku ya Ijumaa na leo ndio hitimisho. Nianze tu kwa kusema kwamba hizi siku 3 zimekuwa siku nzuri sana, lakini pia kongamano hili limekuwa ni kongamano ambalo tunalifanya kila mwaka. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo tumelitengeneza kwa ajili ya wanawake kukutana kwa pamoja, kumshukuru Mungu, lakini pia kuweza kufundishana na kadhalika. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo kila mwanamke anaweza akashiriki na akamwona Mungu kwa namna ya tofauti. Kwa upande wa mwanamke mwenye impact, ni maono ambayo yalianza hapa kanisani bonde la utukufu mwaka 2020 na kutokea mwaka 2020 tulifanya mkutano wetu wa kwanza hapa Vikao. Huo mkutano ulifanyika kule juu, Vikao kule juu, kwa mkutano wa nje, kwenye ukumbi wa nje na ukumbi wa kanisa. Na walishiriki wanawake wengi sana, lakini pia tulikuwa na walimu kutoka maeneo tofauti. Sasa naomba niwasomee hotuba hii fupi ya wanawake wenye athari chanya. Kwanza, kauli mbiu ya mwaka wetu huu inasema kuwa mwanamke imara kwa ajili ya vizazi na ulimwengu. Ndugu mchungaji kiongozi Pastor Victor Ishengoma, viongozi wa kanisa la God's Kingdom International Ministries, viongozi wa wanawake, wageni waalikwa, wanawake wote, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Naomba niwakaribishe katika siku hii maalum sana ya mwanamke mwenye athari chanya ambayo inaitwa Women of Impact Gathering, WOIGA, kwa mwaka huu wa 2025. Mkusanyiko huu ni mkusanyiko ambao unakusanyisha wanawake na mabinti kutoka maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania na pia mataifa mbalimbali. Mkutano wetu huu ni mkutano ambao tunaufanya mara moja kila mwaka, lakini umekuwa mkutano wa kihistoria kwa sababu huu ni mwaka wa 5 tunafanya mkutano huu. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kufanikisha mkutano huu. Katika mkutano huu tumekuwa na walimu mbalimbali ambao walikuwepo na kutufundisha. Tumekuwa na Pastor Emmanuel Omodi kutoka Uganda, tumekuwa na Miss Joanita Muruge kutoka Dar es Salaam, lakini pia tulikuwa na Victoria Ishengoma kutoka Dar es Salaam, na tulikuwa na mchungaji kiongozi Pastor Victor Ishengoma kutoka Dar es Salaam ambaye ni mchungaji mwenyeji hapa. Tumekuwa pia na wanawake wenyewe kutoka katika huduma ambao walikuwa wakifundisha katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tumekuwa na wanawake viongozi wamesema na wanawake mahali hapa. Tumekuwa na wanawake wafanyabiashara, tumekuwa na mabinti pia ambao waliongea na wanawake katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tumekuwa na wakati mzuri sana mbele za Mungu katika siku hizi 3. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Women of Impact, kama nilivyosema, ilianza kama mkutano na kama kikundi cha wanawake kanisani. Lakini baada ya kuona kwamba maono haya yanatakiwa yaende mbali, tuliweza kusajili kikundi hicho ambacho kinaitwa Women of Impact Group, ambao tulisajili mwaka 2021, tulisajili katika halmashauri ya Kibaha. Kwa hiyo Women of Impact Group imesajiliwa na halmashauri ya Kibaha, na tunatambulikana kama wanawake wa kikundi ambacho kinazalisha bidhaa mbalimbali, lakini pia kinatoa mafunzo mbalimbali ya uwezeshaji kwa wanawake na kwa vijana. Baada ya kuendelea kujifunza mambo mbalimbali ya ujasiriamali kwa ajili ya wanawake na vijana, pia Women of Impact kwa sasa kuweza kupanua wigo,
tumesajiliwa kama taasisi sio ya kiserikali ambayo inaweza ikatekeleza miradi mbalimbali ndani ya jamii, na taasisi hii inaitwa Women of Impact Tanzania Organization. Imesajiliwa kama NGO ya kitaifa hapa Tanzania, imesajiliwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na inaweza sasa kuandika maandiko mbalimbali ya miradi mbalimbali itakayoleta athari chanya kwenye jamii, maandiko ambayo yatajikita kwenye maeneo ya women empowerment, masuala ya kuwezesha wanawake, lakini pia maeneo ya social protection, masuala ya ulinzi wa kijamii, lakini pia masuala ya kijinsia. Kwa hiyo tuna masuala ya mazingira, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya climate change. Kwa hiyo tunaweza tukaandika maandiko mbalimbali na tukapata fedha za ufadhili na tukafanya miradi kwenye jamii yetu ya hapa mkoa wa Pwani, lakini pia tunaweza kufanya kazi mkoa wowote Tanzania. Na tunaweza kufanya kazi na shirika lolote ambalo linakuja kufanya kazi ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tumetoka kwenye kuwa tu kikundi cha wanawake kanisani, sasa tutaweza kuajiri wataalamu wenye utaalamu tofauti ambao wataweza kuandika maandiko na kufanya miradi hiyo ndani ya nchi ya Tanzania, lakini pia tukaathiri na dunia. Mpaka sasa mafanikio tuliyopata ni kwamba tumeweza kuwezesha wanawake zaidi ya 45 kwa mafunzo mbalimbali, lakini tumeweza kujisajili kama kikundi ndani ya halmashauri. Kwa hiyo ina maana sisi tunakualify kuandika maandiko pia kwenye halmashauri na kupata zile fedha za serikali kwa ajili ya kikundi la wanawake. Tunaweza kufanya hivyo na tumeshafanya hivyo, tumeshawasilisha andiko letu. Kuna vitu vidogo vya kushughulikia, lakini pia tunaweza kama hivi tumesajiliwa kama asasi ya kitaifa, tunaweza kufanya miradi mbalimbali ndani ya mkoa wa Pwani na ndani ya Tanzania nzima. Hayo ni mafanikio ambayo tuna malengo ya kuendelea kupanua wigo na kuendelea kukuza hii dhamira ili kuwawezesha wanawake na vijana kuwa viongozi katika maeneo mbalimbali, kama katika masuala ya utumishi, masuala ya ujasiriamali, masuala ya ushawishi kijamii. Ndio maana wanawake wanasimama na kutoa shuhuda mbalimbali. Kwa lengo la nini? Lengo la kujengana na kutengeneza uthubutu katikati ya wanawake, ili wanawake waweze kuthubutu kufanya mambo makubwa, lakini waweze kuthubutu pia kuweza kumshika mkono mwingine, mwanamke mwingine, kumshika mwanamke mwingine mkono na kuhakikisha kwamba anamsaidia kuenda kuona njia na kufikia malengo yake kimaisha. Tutaendelea kushawishi na kuwajenga wanawake kwa kuwapa elimu ya uwezeshaji kiuchumi, kiroho na kijamii, lakini pia kuhamasisha na kushawishi na kuondokana na masuala ya usawa wa kijinsia, kuna unyanyasaji wa kijinsia kupitia utetezi na elimu, lakini pia tutaendelea kutoa elimu ya masuala ya afya na lishe, lakini pia tutaendelea kutoa elimu kwa watoto mbalimbali. Tunatoa elimu kupitia kushirikiana na shule ya Ufalme Schools. Women of Impact tunashirikiana na shule ya Ufalme Schools kutoa nafasi za elimu kwa watoto wale ambao hawawezi kumudu ada kubwa za shule za English medium. Kwa hiyo kama wanawake wa Impact tunashirikiana na Ufalme Schools kuwaombea nafasi watoto na wapate mapunguzo makubwa ya ada ili waweze kupata elimu stahiki, kuandaa kuja kuwa watu wanaofaa kwa ajili ya dunia. Maana dunia inahitaji watu ambao wanatija. Kwa hiyo tutaendelea pia kutoa nafasi hizo kwa watoto mbalimbali ili kusaidia mwanamke. Kila mwanamke anatamani mtoto wake awe na maisha mazuri. Kila mwanamke anatamani mtoto wake apate elimu nzuri. Kwa hiyo Women of Impact tunataka kushirikiana na Ufalme Schools kuendelea kusaidia watoto kupata elimu nzuri kwa kuwapa ada nafuu na wapate elimu bora. Tutaendelea kushughulika na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, ambapo sisi kama wanawake tutakuwa kwanza wasababishaji wa kutumia nishati nzuri, nishati mbadala kama nishati ya gesi, majiko ya umeme ambayo yanaacha kuchafua mazingira na kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo tutaendelea kushawishi wanawake watumie majiko mazuri, majiko ambayo yanaleta nishati safi, ili kuwapunguzia muda kwanza wa kutafuta kuni na mkaa, lakini pia kuwatenga na athari za hewa mkaa ambayo inaathiri mifumo ya hewa, na kuwasaidia wanawake wapunguze muda wa kupika, wapike haraka, waende wakamtumikie Mungu na wakaitumikie jamii yao.
wameimarika kuwa wajenzi wa familia zao, kuwa wajenzi wa jamii zao, na kuwa wajenzi wa taifa lenye athari chanya. Taifa linahitaji mwanamke ili liweze kufika mbali, lakini kila mwanamke pia anahitaji mke mwema ili apate kibali mbele za Bwana. Maana Biblia imesema ajipatie mke, ajipatie kitu chema, naye apate kibali mbele za Bwana. Kupitia Women of Impact taendelea kujenga wanawake na mabinti ili wawe wake wema kwenye familia zao, kwa waume zao, kwa wachumba na watu wa. Baada ya kusema hayo, kama nimshukuru Mungu, lakini pia zaidi sana tumshukuru mtumishi wa Mungu kwa kuwa mlezi wetu, kwa kutulea kama wanawake. Tunaomba Zisonge aendelee kutulea na aendelee kutupa miongozo ili tuweze kufikia maono ya kimataifa. Mungu nikasema nahitaji mshenga. Huwezi mtu na jeshi kubwa la wamama hao wazito. Hebu apigeni kwanza makofi hapa. Kuna picha naiona. Haleluya, shetani ajipange. Ufalme wa Mungu utakwenda kwa nguvu. Haleluya. Wanawake wakiwa empowered. Hakuna shetani anaweza kusimama mbele ya mwanamke anayejielewa na mwanamke mwenye Mungu. Anasema hata wataalamu wa mazingira wanakwambia msituni ni heri ukutane na simba dume utapona, usikutane na simba jike. Yaani yule simba hatari huwa ni wa kike. Haleluya. Nachoshukuru Mungu ni kwamba zilikuwa ni mawazo, ukawa na subira, ukawa na nidhamu, ukawa na kuendelea, japo hali za zingine zinakatisha tamaa. Nakuta hivyo, naweka programu, mara wanakuja wawili, mara wengine wana sababu 6,000, hamkati tamaa, mpaka leo kinakuja sasa kitu kimetengenezwa kwenye kimeasimishwa. Mimi huwa niko nyuma na dondoshaga unasema unaongoza kufikia nyumba na dondosha kwamba hii pande ni kweli. Kwa hiyo leo naiona sasa Tanzania inakwenda kufikiwa, dunia inakwenda kufikiwa. Na nilikuwa naongea hata siku ngapi kadhaa nikasema lazima mjue. Ili muweze kuwa na hata lazima mjue mmeitwa kufanya nini. Yaani kila mtu lazima ajue kusudi. Kitu chochote kikosa kusudi, hatuwezi kwenda mbali na hatuwezi kuwa na matokeo. Kwa hiyo sisi tumeitwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni chumvi. Ufalme wa Mungu ni athari, una athiri. Ndio maana Yesu alituita akasema sisi ni nuru na sisi ni chumvi. Kwa hiyo sisi tunakaa humo. Mwambie leo sisi tunakaa humo. Na wengine walioitwa vingine nao wakae kule walikoitwa. Haleluya. Lakini sisi tunaishi kama nini? Chumvi na kama nini? Nuru. Kwa hiyo sisi tupo tunafanya kazi ile, lakini kuna athari kama chumvi inavyoathiri chakula. Huwezi kusikia chumvi inapiga kelele lakini utasikia ladha. Haleluya. Utasema chumvi imo au haipo, maana yake inafanya kazi. Kwa hiyo kesho inatengenezwa baada ya muda na Mungu anaanza kuweka hapa. Hawa watatu tunaanza kuwakuta wapo kwenye ndani ya jamii, huko kwenye jamii, kwenye serikali, tuna pia uongozi wa wanawake hapa. Tuna mheshimiwa hapa, tunakaa mheshimiwa diwani. Madhabahu kubwa kabisa. Atakuja sasa hivi Bwana anaanzia chini. Haleluya. Haleluya. Ngoja mimi niseme kwa wanaume. Wanaume mpo hapa. Wanaume mpo hapa. Sio sijasema wababa mpo, nasema wanaume. Maana kuna watu kisha kama wanaume ndio kwa wanaume. Usiogope kuwa na mwanamke ambaye anamjua Mungu au anajiweza au anajielewa. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikwambie, Mungu alituahidi kutupa wasaidizi, si ndio? Sasa nataka nikuulize, kati ya anayesaidia na anayesaidiwa, nani anapaswa kuwa na nguvu nyingi? Mabula amecheka. Umeipata wewe kwenye
Haleluya. Anayesaidia ndio anapaswa kuwa na nini? Na nguvu. Kwa nini huyu asaidiwe? Huyu anasaidiwa kwa sababu hawezi, ni dhaifu. Kwa hiyo walioigundua hii kodi huwa wanahakikisha msaidizi anakuwa na nini? Anakuwa na nguvu. Hii ni kodi, sio kila mtu anaweza akapata ufunuo. Haleluya. Na kwa sababu kuna Mungu huwa anaweka vitu in perspective. Sasa changamoto inakuja. Msaidizi anakuwa na nguvu, alafu anayesaidiwa anakuwa naye hajielewi. Haleluya. Hapo ndio tutaiongea shilingi. Lakini nafikiri namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wanawake. Ni watu wanawake wote jiungeni na hiki. Amen. Lakini msingi ni Mungu. Haleluya. Msingi ni Mungu na msingi ni kupeleka athari za kimungu kwenye hii dunia. Haleluya. Kwenye eneo la wanawake. Na sisi wanaume sasa kwenye kitu. Mzeka bakula. Kwanza hao wakawa wametulia, hata sasa tunataka kelele. Hao wakawa wanacheka na nini, ni rahisi sisi kufikiria, si ndio? Unajua mwanamke anaweza akashughulika na vitu hata 6 kwa wakati mmoja. Ubongo wao umetengenezwa kwa hendo mambo mengi, ila wewe umetengenezwa kwa hendo kitu kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo wewe kuvurugwa ni rahisi. Ndio maana ni muhimu huyu akae vizuri. Haleluya. Ndio maana ni muhimu hao akae vizuri. Kaa vizuri na nyinyi na sisi wanaume tutafanya mambo makubwa, maana sisi ni watu wa ajira. Sisi ni directors. Haleluya. Watu wa kutoa miongozo. Haleluya. Kwa nataka pia na wanaume na sisi tuna mambo ya. Amina. Lakini nashukuru kwa kusupport. Kwa naomba tuwasupport. Na tunaombea hata wale ambao wamama wako hapa, kina baba wanatufuatilia. Kina baba hawako hapa sisi ndio wanatufuatilia. Mpaka wameruhusu mama aje, na maana wameshajiridhisha mama yuko sehemu salama. Kwa tunawaombea hao baba pia, na wao Mungu awawezeshe waendelee kuwasupport wakina mama wakati wanamtumikia Mungu. Na mwisho wa siku wataona matokeo. Amen. Haleluya. Basi wanasema ukitaka kujua akili ya mwanaume au unataka kujua mwanaume kweli, unaangalia mke wake. Haleluya. Hawataki. Ndio anasema utaheshimiwa wapi? Barazani, si ndio? Kwa hiyo ni lazima tuwasupport. Ni lazima tuwasaidie wafanye vizuri, wafanye kitu ya Mungu. Huo ndio mlingano wa Mungu. Hiyo ndio God's equation. Hii ingine ni ya shetani aliyoleta kupindua kwenda kinyume, ni shetani, ni mifumo ya shetani. Lakini mfumo wa kimungu ni wa kuipower. Mama akipona na kawa na Mungu na akili ya Mungu, jamii imepona, familia imepona, na hata wanaume wamepona. Kwa hiyo wanaume wengi wamevunjika barabarani. Ukichawa kwanza unahusiana na nao. Hawataki sasa. So nasikia wanasema nini mapenzi? Unasema mapenzi ndio kila kitu. Mapenzi sio mapenzi. Ukiongea mapenzi unaongelea wanawake. Haleluya. Kwa hiyo kama dunia haiwezi kuhusiana na wanawake vizuri, hiyo dunia itakuwa na matatizo makubwa. Amen. Basi naomba mshega. Haleluya. Meita mshega wala sika pekee. Ndio mambo ya protocol. Haleluya. Basi naomba niongee hicho taufu nimepitiliza. Mimi niko huru, najua hapa ni nyumbani, kwa hiyo msinipatie sana. Haleluya. Unaweza kama mtu anasaidiwa. Amen. Basi rudisha naye. Na msaidizi ananiambia rudisha naye. Haleluya. Baba nikimbia. Afu hapo tumerudi. Na huyo ukojoni wa sana. Wanawake wenye asili chanya Kwa pamoja tunaathiri dunia. wanawake wenye asili chanya Kwa pamoja tunaathiri dunia. wanaathiri dunia. Wanawake wenye asili chanya. Naomba uketi kidogo ili kama tuendelee
maisha yako yanakuwa hai. Madhabahu ya kwanza ilikuwa ule uchaguzi wa wakatiki, kondoo wakatiki, ina maana yake. Na hela zilikuwepo, lakini bado na kondoo na mbuzi hawakufanyaje? Hawakukatika kwenye madhabahu. Kwa Mungu awabariki maisha yako yaishi. Haleluya. Haleluya. Uondoke na uhai. Uondoke na uzima. Amen. Ukawe mwenye athari. Amen. Wanawake athari yenu iende mbali. Amen. Usikike. Amen. Pia mpaka na ndani ya mpaka taifa hili. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Kuna kwaya ya wamama
wanawake wenye asali.